Watanzania wenzangu, hebu tutafakari kwa pamoja maneno haya. Kwa mujibu wa utajiri yao, hawana uwezo kumiliki ma-apartment ambayo Lowassa anamiliki. Lowassa ni waziri mkuu ya Tanzania. Nchi ambayo tunawakopa hao Sweden na Finland, tunawaomba watu wasaidie bajeti yetu, lakini waziri mkuu yetu anamiliki mali ambayo waziri mkuu ile nchi ambayo tunawaomba hamiliki. Wapi kapata hizo mali? Kwa nini BOT waliruhusu hii pesa itoke? Kwa nini? Kwa mujibu wa utajiri yao, hawana uwezo kumiliki ma-apartment ambayo Lowassa anamiliki. Lowassa ni waziri mkuu ya Tanzania. Nchi ambayo tunawakopa hao Sweden na Finland, tunawaomba watu wasaidie bajeti yetu, lakini waziri mkuu yetu anamiliki mali ambayo waziri mkuu ile nchi ambayo tunawaomba hamiliki. Wapi kapata hizo mali? Kwa nini BOT waliruhusu hii pesa itoke? Kwa nini? Kwa kigezo gani? Wamelipa nini wakakubali kufanya hivi? Tuulize, wamelipa nini? Sisi wa Tanzania tumewakosea nini? Ikiwa wewe waziri mkuu unalipwa kwa pesa yetu, familia yako inalipwa kwa pesa zetu, unakula kwa hela yetu, tunakulinda mpaka unakufa. Tumekosea nini? Mpaka wewe ulikuwa unafanya hivi. Mpaka hata sisi tukue na mavilema ambazo zinaomba kwa barabara. Hao walema wamekosea nini? Hao mama ambao wajawazito mkoa kabisa hakuna gloves, unataka zaidi kwenu. Wamekosea nini hao watu? Tunataka utajiri gani? Tuende nayo wapi? Mwisho wa maisha lazima tunaishi kwa dunia, hatuwezi kuvuka miaka 100. Tutakufa tu. Tunataka nini? Hizo jamaa za Afrika, hebu tufungue macho. Hii pesa, matrilioni ya dola, unakwenda nayo wapi? Nini mtu wewe bado unakuwa unataka dunia? Tunaomba rejesheni ya pesa, kwa dada zetu wa kike waweze kupata matibabu bora. Watoto wapate kusoma, nini nataka zaidi? Ndugu yangu, kwa sababu tu mimi siko bado na imani na mawatu ambayo imechaguliwa leo. Hii report ni draft vizuri sana. Kwa sababu BOT wametaka kuongea na mimi, wapa tahadhari na bado wanataja mila zangu, wakisikia lafudhi yangu, nilikuwa nasema najua jina, wananiambia mimi jamaa wakawe. Sasa wao hawataki kuongea na mimi. Sasa kama hataki kuongea na mimi nimechukua hivi. Tanzania tuko na mwakilishi yetu kudumu ambaye ana kiti ya kudumu ndani ya ofisi ya Umoja wa Mataifa. Na kitaalamu inaitwa the Permanent Representative of Tanzania to the United Nations. Yaani ni mtu ambaye balozi wetu wa kudumu yuko pale. Jina lake anaitwa His Excellency Hussein A. Katanga. Hussein A. Katanga leo tumepeleka barua Umoja wa Mataifa iliyokuwa kwa makao yake Geneva, nchini Uswisi. Kuomba kwamba wapate kuangalia njia gani sheria inaruhusu kumtaka balozi yetu mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa kudumu anayewakilisha Tanzania ambaye ni Dr. Abdalla Saleh Posi. Hizi mambo asome mafunzo ambayo tumewapa leo ambayo imefikia. Na pesa zake sikusoma tu, I address UN. Hii vifo vya watu 10,000 zaidi. Nani kaua? Na kwa nini kwa vile? Bwana His Excellency Hussein A. Katanga pamoja na Dr. Abdalla Saleh Posi wakafanya ile kiburi kwenda jibu. Tunachukua hatua kabisa. Tumepeleka ujumbe yetu kwa bodi ya UN kuwataka kwamba wamsuspend, wamtoe haraka vile inawezekana balozi wetu kudumu ambaye anakiti kudumu Umoja wa Mataifa kutokana na kashfa ambazo kubwa inatokea nchi yetu. Ama vinginevyo, haikutumia UN iambie kwa nini zile mauaji zilifanyika. Na nani kafanya zile mauaji? Na kwa nini gani? Ajelezee Umoja wa Mataifa juu ya kwa sababu tu ya kuweza kuokoa taifa letu lisikuje kazama. Kwa sababu Samia Suluhu Hassan na watu zake hawawezi tena sasa kuaminika kutokana na uongo ile anasema. Samia anasema Watanzania bado wamechoka na ile maisha, wamelipa na hatujui nani walipa, hatujui hakuna evidence gani. Ni mtu mzima, sio heshima sana kumwita muongo, na sipenda kumwita muongo kwa sababu ya uongo yake, lakini ametukosea sana. Hatuko na ndai. Tumeona tumtafute, tutumie ofisi Geneva, tupeleke kwa tumesubmit tayari. Habari hayo tumepeleka tumewapia UN kupitia Human Rights Concerns kwa hii jambo lisikilize haraka sana. Tukaipeleka UN kwa ofisi ya UN ya High Commissioner of Human Rights au HCHR. Tumepeleka hii kwa kwanza kunja mambo suspend na wataka kutoa story ikiwa baada ya story ya nani kusika hizo mambo za kuua ikiwa bado nataka kuona ile group. Kitabu naomba kwa taarifa moja. Kwa sababu jambo hili iko jambo yangu naomba kwa kitu muhimu sana ya moja kwa moja inaenda kwa commission ya UN ambayo Tanzania wapeleke hizo habari usiku. Hakuna kulala bila kupeleka habari kwa UN. Ifanye for force baada ya kuchukua jawabu juu ya kawa na sana huko inaandika hii ambayo inasomeka kama ubalozi at Tanzania_mission.ch. Kama sababu Mungu atakuwa amepatia baraka kwa sababu ya zetu itumie hii ni muhimu sana tupeleke zile habari zetu. Tupeleke zile habari zetu hapo kama Mungu atapenda usiku. Mimi nimewafanyia written complaint ambayo mwisho barua ikamwambia rais kwamba ikiwa ili kwa ajili ya kuepusha maandamano yasiyokuwa na kikomo, ili kwa ajili ya kuepusha maandamano ya amani na yasiyokuwa na kikomo, ili kwa ajili ya kuzuia mpango uliokuwa nao maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, basi sisi jana tumeamua kupata hii kitu inaitwa ultimatum. Lakini neno pia linakuwa na ugumu wa kujua tafsiri yake maana yake, lakini naomba kufahamisha. Maana ultimatum kwa nyepesi kwamba tunakupa mwezi wa mwisho, tunakupa kuongeza siku za mwisho. Tumempa rais ultimatum mpaka tarehe 1 Desemba 2025 kwa maana kwamba tunamwambia rais toka siku ndamane. Maandamano ambayo mwisho wake tunakuja kutoa kwenye rais wako kwa nguvu. Basi bora tunakupa siku 20 kutoka leo mpaka tarehe 1 Desemba. Uwe tayari kujiuzulu baraza zako. Uwe tayari kujiuzulu baraza zako. Lakini ukishindwa kufuata sharti rais Samia Suluhu Hassan alokupa na mpaka tarehe 1 wacheze serikali yetu, basi hivyo basi tukaje tukafika tarehe yetu ambayo tunapanga kuingia barabarani kufanya maandamano ambayo ya amani na hayatakuwa na kikomo, maandamano ambayo tuna timu ambayo iko tayari kuiparalyze serikali. Hivyo basi hatukusikia neno lolote, hatutaka kikao na mtu yoyote, hatutaka mazungumzo aina yoyote, kwa sababu hapo tutakuwa sasa tunamshurutisha baada ya kukataa ama kutokufuata ultimatum ambayo tulimpa ya au ya kujibu la serikali kabla ya tarehe 1 Desemba 2025. Lakini sasa mwisho kumwambia kwamba kwa hii imetoa saini na malaki ya vijana wa Tanzania, malaki 100,000 ya vijana wa Tanzania. Lakini pia Rais Samia anaomba kujulisha kwamba hii barua ambayo tumefika email rasmi ya Ikulu, pia tumeituma kwa njia ya fax line rasmi ya Ikulu, na pia barua hii tumetumia kwa njia ya document, kwa njia ya maandishi rasmi kwenye envelope ya Ikulu. Asante. Hii ilikuwa barua fupi ambayo tumetayarisha kuipeleka Ikulu, na leo kwa muda wa Afrika Mashariki saa 2 kamili ilikuja notification kutoka Ikulu kwamba imepokea barua. Hii ni automatic notification ambayo kwa hiyo nyingi watu automatic kujulisha kwamba wamepokea ujumbe wako ambao umepeleka. Asante sana. Ni hiyo tu. Sasa kama kwa katika Nuru kuna swali yote mnaweza kuuliza tutaendelea mbele. Asante. Makofi sana makofi. Mimi naomba nikushukuru kaka Habil kwa kusoma hiyo barua na niongeze tu kwa maana kwenda tafsiri vizuri, watu wengine wanaleta vichekesho, inaweza sio vibaya kucheka. Kujiuzuru kwa haraka inamaanisha kujiuzuru kwa hiari, mambo wanajadili kujiuzuru kwa haraka, kujiuzuru kwa siara, isiwe kitu cha kujadili. Lakini tafsiri kwamba mrudia kusoma hiyo barua walikuwa hawajasikia. Sasa twende kwenye yale maswali ambayo ulikuwa umeshayaamaka, umeangalia na kile maswali uyajibu, kama kuna mengine ambayo yanatengeneza mwendelezo wa mjadala, wewe na kuna maswali mawili ulikuwa umeshaorodhesha, naomba nijibu. Naweza kuongezea swali kabla ya kujibu?
Alright, tunaweza kuja swala twende. Unaongelea kuhusu petition ya kusaini pamoja na kupata hiyo petition tunataka na hizo barua ambazo tutapeleka kwenye mashirika ya kimataifa kupata msaada kwenye maandamano yetu. Sijajua hiyo petition imefikia wapi? Asante. Okay, asante sana. Naomba kujibu swali hapa ni swali tatu. Swali la kwanza imeandikwa kama je, iko Rais Samia Suluhu Hassan atakubali kura zake kubadilisha katiba lakini ile baki rais je atakubali. Naomba kujibu swali kama ifuatavyo. Hata tulompa Rais Samia itakuwa matako ambayo unataka uchague nini unataka kufanya na nini utakufanya. Matako tulompa sisi vijana ni matako ambayo anataka ifuate yote au yapinge yote ili tu sisi tunachukua maamuzi gani. Sio swala la kupita swali kwa English. Sio swala la kuchukua na kunataka. Kwa hiyo hata kama tunabadilisha katiba lakini bado nataka rais kwa afanye masharti tulompa mpaka 1 Desemba ameshindwa kuyatimiza. Jambo ambalo maana yake tutaendeleza maandamano yetu yasiyo ya amani, yasiyo na kikomo na mashambulizi ya kupata serikali. Asante. Swali pili nakumbuka nauliza kwamba je, kulikuwa na petition ya kuandika ya kusaini sote juu ya barua ambazo tunazoandika ifikia wapi? Okay. Jamani, hii barua ambazo tunaandika ni barua ambayo imeenda ndani ya nchi ya Tanzania. Na naamini hiyo itakuwa barua pekee ambayo imeenda kwenye idara ya kinchi kwa Tanzania. Barua rasmi zinazofuata zote tutazipeleka kwenye taasisi ya kimataifa. Hivi basi, kwa vile hili jambo la mapambano ni jambo sote, ikiwa mtu ambaye kwa rasa anaweza kusema anaweza kaanza kufungua petition ya kupiga kura itakuwa vizuri. Mimi binafsi siwezi kufungua petition sababu mimi mtu ambaye mpole na sijulikani na watu na watu ambao ndio mimi ni wachache. Kwa hiyo hata kura zitakuwa chache. Na ndio maana tunataka petition hii ifanywe na mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kama mtu ambaye tunapendekeza. Ikiwa Nuru Vaza Makasama ama Mange ama mtu yote ambaye naamini anaweza habari yake ama linki yake inaweza kufika kila watu kimoja na kimili. Kwa hiyo pia ni homo kila mmoja wetu, sio jambo la pekee yangu. Ni homo kila mtu tupendekeza nani aiendeshe hiyo petition. Je, nini maoni yako?